abrakun nisa. Ukitaka kumjua mwanamke ambaye itakuwa ni baraka kwako wewe, ukitaka kujua mwanamke ambaye ni baraka kwako wewe, asbahuhunna wujuhan wa aisaruhunna mu'na, ni wale ambao kwamba kwako wewe akupendeza uso wake, lakini awe na sifa ya pili, wa aisaruhunna mu'na, gharama yake ni ndogo. Gharama ya kumpata yule mwanamke ni ndogo. Leo wanawake wataka waume zao wamtabe mtumi katika Sayyidatina Khadija, kwamba alioa Khadija hakumuolea mpaka mke akafa. Lakini ukimuuliza, je, wewe waweza kuyafanya Sayyidatina Khadija? Khadija alitoa chake kumpa mtume ndo niowe, wewe hata usinipe nikubalie bure, hawezi. Yeye alitaka lile la kuishi tu kama mtumi na Khadija. Nyi wanaume hamuna imani. Mtume aliishi na Khadija, hakumuolea mpaka alipokufa, lakini Khadija naye alitoa chake mfukoni, shika ya Muhammad ndo niowe. Wewe sitowe, niondoshe tu, nambie ndo maikoko kuni koko bure na kutaka wewe tu. Hawaliwezi hilo. Hizi sunna za kupunguza gharama, kwa nini hatuzirudishi? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema maneno haya, ana, yani yeye Mtume, ana, mimi, wasulahau ummati, na kila utakaye kumjua kwamba yeye ni katika salihina katika ummati wangu, buraa'un minat takallufi, wako mbali na kujikalifisha katika gharama. Na ndio katika Qur'ani akasemaje, wama ana minal mutakallifin, sikuwa mwenye kujikalifisha. Leo halua, leo sijui tena gharama nyingine kirumbizi, sijui gharama nyingine lima, sijui gharama nyingine holi, sijui gharama nyingine kesha. Jamanini, twenda wapi? Kuna mambo very important ambayo kwamba tunataka tuyapatie first priority. Kuna wagonjwa hospitali hawana hata senti za dawa. Kuna watoto hivi sasa miskini watamani kwenda kusoma, hawana wasimamizi. Sisi gharama tuzipoteza kwa ajili ya ndoa. Faida yake ni kitu gani? Hebu tuambieni hii faida hizi gharama nyingi, kwamba mimi nataka holi la 1,20,000. Kwa sababu gani? Ndio utaingia Jannatul Firdausi? Au wae bila kwenda holi haikuwa ndoa? Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba alikija tu akimwambia, Jabir alimwambia, ya Rasulullah, arastul bariha, mimi jana nilifanya harusi. Hata kumwalika hakumwalika. Mtume hakumwambia, vipi wewe wafanya harusi hata hunialiki na mimi? Arastul bariha. Mtume akamuuliza, abikran am thayyiban, umeoa msichana au umeoa mke mkubwa? Amwambia, nimeoa mke mkubwa. Amwambia, hal la tazawwajta bikra tulaibaha wa tulaibak. Sina haja kuingia kusherehesha, lakini nina haja madhumuni kwamba Mtume aliliruhusu kwamba harusi imepita, hata hakujua. Hakusema wewe hukunisikia mimi nimesema lazima harusi itangazwe na wewe hukutualika. La, sababu amepunguza nini? Gharama. Hii ndiyo dini jamanini. Tuifahamu vipi sisi? Twatamani wale wenye uweza, watu wana uweza wao, watu wana pesa zao, wafanye harusi kusiwe na gharama. Chembecho Waswahili, kuku asivundike mguu, yani kusitoke chochote ili kuwasahilishia maskini. Na sisi maskini twapenda kutaba, fulani metoa halua kwa nyama, mimi nitatoa halua kwa samaki. Basi watu washindane tu. Ushindani si katika haya. Hii ndio hali iliyo jamanini, si masala ya kuzungumza na kutekeshana. Tukaeni tufikirie twenda wapi sisi. Na niliwahi kutoa fikra Disemba ya mwaka jana, angalau ikiwa hatuna budi, lazima watu walishwe, lazima watu wafanywe chakula, basi wakusanyikane wale wazee ukala unnasi katika mtaa, kila atakayekuoa alete ripoti, kupangwe siku moja, barobaro wapige swafu hapa, watatupunguzia sisi gharama ya kuaga kila siku. Nenda harusini mke wangu, mpaka wake wengine wenda kuozesha, wenda kuoa wewe, maana kila siku ndo harusini, kila siku ndo harusini. Na wengine wana tabia huprinti kadi hasa akaonesha hakuna hata hilo jina la bwana harusi hajulikani. Ona kadi inaalikwa leo Shibu. Mke akipita hapo asikii harusi. Nini apata advantage Disemba nzima yenda. Mtatupunguzia pia harusi kila siku na gharama. Badala ilikuwa bwana harusi wa leo halua ni 50,000, yeye angetoa 5, mwingine 5. Umeona? Tutafuteni namna gani ya kuweza hizi harusi kufanya nini? Kuzipunguzia gharama. Gharama si kitu muhimu.
Baraka, Mtume asema abrakun nisa, mwanamke mwenye baraka. Ina maana mwanamke akitumia gharama nyingi, harusi yenye kutumilika gharama nyingi, ho mwanamke hana baraka. Kinyume cha baraka ni nini? Ukorofi. Ndio kinyume cha baraka. Kisobarikiwa huwa kina ukorofi. Kwa hiyo maashara alhadhirin, ujumbe wangu ni utakao, tutoke namna gani tutafikiria hili jambo, tulipe kipawa mbele katika kulisoma, katika kulifundisha, katika kulieleza na katika kulipunguza gharama, ili iwe rahisi. Mpaka mtu aulize mbona harusi maraini nyingi? Bure maraini, ofa kila jambo, ila katika kuoa hakuna ofa. Kwa nini tusifikirie tukafanya ofa? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Huyu bwana harusi ambaye waoa, rafiki yangu, jirani yangu, Mwenyezi Mungu ampe tangamano jema. Nilikimtiriri sana na yeye, siku alipoamua alinifuata akaniambia, ustadhi, ndoto yako imetimia, uliota usiku si mtana. Inshallah Mwenyezi Mungu ampe ndoa njema. Muheshimu mke wako. Marafiki zako sasa wote rafiki yako mkubwa nani? Mke wako. Kubali kutawaliwa na mke wako, usitawaliwe na kipenzi cha watu, akutawaliwe ni mkeo. Kweli? Maana sasa hivi fikra yake yeye asema mimi nishaoa sasa, nishakuwa mkubwa, nitakwenda nitakapo. Usende utakapo, nenda patakiwapo. Mthamini mkeo. Thamini mkeo. Maskani ziweke maskani weka ndoa ukitaka iwe ndoa yako imekuwa successful, thamini nyumba yako. Nyumba yako iweke first priority. Kila saa wewe watamani uwe kwako, na ukiwa kwako kuwa kwako. Si wewe ukiwa nje uko na marafiki, na ukiwa nyumbani uko na nani? Marafiki. Ukiwa na nyumbani ni nyumbani. Mpe time yake yeye. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan.